Hebu sema amina. Sema tena ndio. Sema tena ndio. Kwa Yesu hakuna kudanga. Mkaribishe Yesu leo ili abadilishe maisha yako. Uache kwenda kudanga, uache kwenda kuruka ukuta. Hivi ninavyoongea wako mabinti wengine sasa wanajiandaa kwenda kudanga. Ah, my God, my God. Wanajiandaa kwenda kudanga. Sasa wakati wengine wanakwenda kulala, wengine tayari wanajipodoa, wanajiandaa kwenda kuruka ukuta. Makofi. Achana na dhambi. Dhambi inaweza kumfanya mtu mpaka anaruka ukuta. Sehemu ambayo huwezi kuruka hivi. Lakini mtu ambaye dhambi kisha mwingia, yuko tayari aweke ngazi aruke ukuta. Makofi. Anaruka ukuta kwa ajili ya kwenda kudanga usiku. Makofi kwa Yahweh. Sema amina. Hebu sema tena ndio. Ale. Namkumbuka kijana mmoja. Kuna kijana mmoja. Bado naendelea pale pale kwenye Ezekieli ile 18:20. Roho itendao dhambi ndio itakayokufa. Haleluya. Roho itendao dhambi ndio itakayokufa. Mwana atachukua uovu wa baba, wala baba atachukua uovu wa mwana, bali kila mtu atakufa kwa uovu wake. Kijana mmoja kazi yake ilikuwa ni za kuchimba mtaro kabla sijaokoka. Yeye kazi yake kubwa ilikuwa ni kuchimba mtaro. Lile bwana limeenda juu na misuli, alafu ilikuwa black hivi. Utafikiri black America. Yule bwana alikuwa akifanya kazi zake asilimia nyingi. Usiku walikuwa wanadanganyana na kikundi chake. Yeye alikuwa akitongoza wanawake wanamkatalia. Walikuwa wanamkatalia. Sasa kuna sehemu kunaitwa uwanja wa fisi. Haleluya. Kuna sehemu kunaitwa uwanja wa fisi. Sasa bwana nikaona yuko na mwenzake mmoja anasemaje, kama anaka anakukataa, acha nikupeleke uwanja wa fisi. Haleluya. Kumbe hapa duniani kuna sehemu kunaitwa uwanja wa fisi. Uwanja wa fisi ukienda mchana hakuna watu. Uwanja wa fisi ni sema mbako wako makahaba, kule ndo anajiuza. Kwa yule bwana anafanya kazi yake mchana mpaka mishipi inamtoka, usiku anakwenda uwanja wa fisi. Haleluya, haleluya, haleluya. Anakwenda uwanja wa fisi. Anakwenda kufanya, anakwenda kununua makahaba. Haleluya. Roho itendao dhambi ndio itakayokufa. Mwana hata uchukua uovu wa baba, wala baba utachukua uovu wa mwana. Kwa kazi yake ilikuwa ni kubadilisha. Alikuwa na mwenzake mmoja, hao wote naongea mpaka sasa maisha kufa, ni maiti. Saa zingine amebaki mafufu. Wote maisha kufa. Hawapo hai. Haleluya, hawapo hai, serious. Huyo bwana wao kana wanadanganya. Sema bwana, vipi anasema jana nitungua mbuyu. Nitungua mbuyu. Unajua dhambi mpaka na lugha yake, nitungua mbuyu. Anasema mimi ni shoka dogo lakini nikipeleka hivi mbuyu unashuka. Anasema mwingine amwambia vipi shoka jana, anasema shoka jana leo nimemkubali. Anasema kesho tukatungua mwingine. Kumbe wakati anakwenda kutungua, wakaenda katungua maembe mabofu. Makofi kwa Yahweh. Kule kutungua unaweza katungua na maembe mabofu. Maana kuna maembe mengine ameoza, maembe mengine anafunza katikati. Makofi kwa Yahweh. Haleluya. Ale. Mpokee Yesu leo Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Aingie ndani ya moyo wako. Ile ondoe hiyo kiu ya dhambi. Uache kwenda kununua makahaba usiku. Hebu sema amina. Narudia tena, wako makahaba wengine vinavyoongea ni wagonjwa. Wengine na gonoria, wengine na kaswende. Navyo viongea vipo. Makofi kwa Yahweh. Hebu sema amina. Kahaba umfuate kwenda kumtongoza hata kama ni mgonjwa atakataa kwa sababu yuko sokoni. Yeye anataka hela. Anataka hela. Hawezi kukataa kama mimi ni mgonjwa. Hawezi kukataa kwamba mimi ni mdhaifu. Makofi kwa, yani fedha unaitafuta we mwenyewe kwa kutumia nguvu, alafu baadaye inakwenda kukuua. Au janielewa nachosema? Fedha unaitafuta we mwenyewe, unakwenda kununua ugonjwa, unampelekea mkeo ndani. Fedha unaitafuta kwa nguvu, unakwenda unatoka nje ndo unakwenda kuchukua ugonjwa, unampelekea mumeo ndani au mkeo ndani. Makofi kwa Yahweh. Haleluya. Narudia tena, ziko familia nyingi leo watoto wengi wameachwa yatima majumbani. Haya majumba yameficha siri nyingi sana. Yameficha siri nyingi sana. Wako watoto wadogo si wazazi walishazika siku nyingi. Kilichowaua ni dhambi. Hebu sema amina. Ni dhambi. Unakuta mzazi mmoja alichomoka siku moja, akaenda kavunja amri ya 6. Siku ile unakuta alijitunza siku zote. Siku ile ambayo amechomoka kwenda kuvunja amri ya 6, ndio anakwenda kukuapa ugonjwa. Anaochukua ugonjwa anampelekea mkewe. Makofi kwa Yahweh. Unakuta mbaba naye suruali ikaa kiunoni muda mrefu. Siku ile ambayo anachomoka kumwasi mkewe, ndio anakwenda kukuapa ugonjwa, anamletea mmewe ndani. Makofi kwa Yahweh. Nasema wa baba, rudieni kwa Yesu. Watoto wasije kabaki peke yao kwenye majumba. Kimbilieni kwa Yesu leo. Wako watoto leo mpaka wengine hawana kuwasomesha sababu wazazi wao walishakufa siku nyingi.
dhambi ilishawatafuna, dhambi ilishawapeleka kuzimu. Makofi kwa Yawe. Roho itendao dhambi ndio itakao kufa. Dhambi naua. Haleluya, haleluya, haleluya. Dhambi naua. Dhambi inaleta dharau. Leo wako watu wazima wengine mnadharaulika kwa sababu ya dhambi, kwa sababu ya kutembea na vitoto vidogo ambao vinanuka majasho. Haujanielewa nachosema? Unajua wakati mwingine mtu dhambi kisha kolea, angalia hata vibinti vya kuvitongoza. Saa zingine mwingine anaweza tenda hata kwa sezi ambaye ni mtoto wake kabisa. Haujanielewa nachosema? Makofi kwa Yawe. Haleluya. Hebu sema ndio. Mpe wana makofi. Haleluya. Ukimwona mbaba hajafunga zipu, mwambie Prophet Zakaria anasema funga zipu kwa jina la Yesu. Ukimwona mwanamke sketi kiunoni, mwambie Prophet Zakaria anasema pandisha sketi kiunoni. Makofi kwa Yawe, sema amina. Dhambi inaua. Dhambi inaleta laana. Ukiendekeza dhambi utakufa maskini. Leo kuna baadhi ya watu wallet ni empty kabisa. Mtu uko tayari afanye kazi ngumu, lakini fedha zote zinaisha kuhonga. Njoo kwa Yesu jioni leo, fedha zako itakaa mfukoni. Makofi kwa Yawe. Mshangilie mwanaume Yesu aliyeshinda mauti ya msalaba. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa hizo unaweza kushangaa mgeni anajiuliza, na maana kaka jamaa kafanyagi? Ndio, sifanyagi. Sifanyi. Zipu imefungwa ya ndani. Na anaposema zipu na maanisha ya ndani. Sasa hizi ninapofundisha nakuta mwingine anaongea kimya kimya, anajiuliza maswali. Hebu sema amen. Wewe sio wa kwanza, hata Mafarisayo walikuwa hivyo. Yesu alikuwa akihubiri injili huko anaanza kunyang'ata, unajua. Ndio maana saa zingine Yesu alikuwa anasema, wewe kwa nini mnawaza mabaya mioyoni mwenu? Makofi kwa Yawe, sema amina. Hebu sema fire. Makofi kwa Yawe, makofi kwa Yawe. Haleluya. 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 Ukimwona binti wa kike kitovu kiko nje, mwambie pandisha kitovu, pandisha sketi juu. Ukimwona kibinti cha kike sketi imekuwa fupi, mwambie funika mapaja kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Hebu sema ndio. Wakati nakuwa sikubahatika kukiona kitovu cha dada. Safari kuona vitovu vya wadada ni kama sokoni vinaonekana live. Kuliona paja la dada sasa hivi ni wazi wazi. Mengine unaweza kuona hata mapaja 6, 7 kwa siku. Ndio utajua dhambi ina ghadhabu. Kipindi kile huko nikokulia mimi, wadada wote walikuwa kikua na vaa matenge. Sasa hivi ukimwambia dada avae kitenge anaonekana mshamba. Anavaa kama ni magoni ni marefu, anafunika mapaja, anafunika kitovu. Kitovu kinakwenda kuonekana kwa mmewe. Kitovu natakiwa kione mme wako, na mapaja natakiwa kuona mme wako, sio mwanaume muhuni. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Makofi kwa Yawe. Makofi kwa Yawe. Fikisha message kwa kila kahaba kwamba Prophet Zakaria anasema anza kufunika mapaja. Fikisha message kwa kahaba kwamba Prophet Zakaria anasema funika kitovu. Unavunja maadili, unavunja ndoa za watu. Roho itendao dhambi ndio itakayokufa. Makofi kwa Yawe. Haleluya. Bwana anapaza sauti jioni leo, anakuita kahaba. Hata kahaba inawezekana kusamehewa. Hata ambao anafanywa shati inawezekana kusamehewa. Lango la mbinguni halijafungwa. Mpe Bwana makofi, sema amina. Haleluya. Ukimwona mbaba mkanda ukae kiunoni, mwambie Prophet Zakaria anakuambia nenda kanune mkanda ufunge kiunoni. Suruali kae mahali pake. Makofi kwa Yawe, sema amina. Mshangilie mwanaume Yesu. Glory, glory, glory. Hebu sema amina. Sema